wa baba, wa mama, wa dada, wa ndugu, amani ya Bwana Yesu iwe pamoja nanyi. Ninafurahi sana kuwa katika uwepo wa Kristo siku za leo na mbele ya kanisa la Magolio. Mungu awabariki. Katika muda ambao unakuwa hapa mbele, nilipenda niwaombe tu msifungue Biblia, lakini mwifungue pia moyo wenu kwa kubarikiwa kwa ujumbe wa leo. Kwa wengi wenu mimi ni mgeni, lakini kwa wengine mimi ni mwana wa nyumbani. Wangapi wamekwisha niona siku moja? Ni wachache tu, ni wachache kwelikweli. Mimi nilisomea hapa siku ya mercredi ya mardi. Wale ambao wafikake kwenye kanisa samani siku ya jeudi ndio watasema mimi ni mgeni. Na jana aliyefundisha kisomo ya jana ni mimi. Waliofika wa kwanza hapa ni mimi. Nimeshangaa kwamba yule dada ambaye tulifika naye jana hapa alikuwa mgeni. Wamemwita dada nani? Esther. Dada, unaweza ukasimama? Wapendwa, tumchapie mikono. Yule alifika wa kwanza na nikamkuta ni sisi naye tuliyesoma jana jioni pamoja na familia ya pasta. Ni mambo ya kushukuria ama ya haya? Ya kushukuria. Asante sana. Basi bila kupoteza muda, nilipenda kwanza nianze na swali fupi. Waza kidogo, Mungu akikupatia muda akasema ya kwamba una masaa 28 unafariki. Yaani hiyo ni tangazo. Umemwona Kristo amekutembelea nyumbani, anafika hapa anakuambia nyadorika nyamasika, kesho kwa muda huu unafariki. Ungelifanya nini? Sipendi ukashikie na sauti kubwa, ushikie moyoni. Ninadhani kwa wengi mambo ya maana ndiyo tungeliyafanya. Hapo kila mtu angechukua simu na kumuita nani? Tai mama wa ni kwanza. Niite na ndugu yangu ye Samuel akuti yeo, napenda nikwambie ya kwamba nimependa nikusalimie. Wengi muda huo wangeanza maisha ya maombi. Wangelimtafuta Kristo kuliko namna ambavyo wamemtafuta siku nyingine. Wangelikuwa watu ambao unamuona njiani hata umkosee anakusamehe pale pale. Hiyo muda wengi wangelisamehe na wengine. Angelisema leo ninasema wote ambao nimewakosea ninawafanya nini? Ninawasamehe. Muda huo mnawaza angelikuwa na muda wa kufanya dhambi. Wangapi wanawaza yule mtu angelikuwa na muda wa kufanya dhambi? Tuone mikono juu. Yaani nyote mnasema angelikuwa na hiyo muda. Yaani mnataka kuniambia wanayofanya dhambi ni watu ambao wanajua ya kwamba wataishi milele na milele. Hiyo ndio shida ambayo imeonekana kwa Wakristo wengi leo. Wameishi kama kesho ni ya kwao. Wakaishi umochi huo ngawa ulisinya kontra wanande wana Yesu. Ambuwei utaishi siku ya ngapi? Ya kesho. Ninapenda sana simu yangu hii. Mara nyingi ninapocheza nayo, kuna wakati inaniambia kwamba moto inaishi. Yaani kuna wakati na mimi kwa TikTok, nadia ho, inayo kwa WhatsApp, inayo kwa YouTube, inayo hai. Kuna muda simu yenyewe inasema hapa inaomba ufunge application fulani ili ifanye nini? Simu itumike tena sana. Ninapoendelea inaniambia active nini? Economisateur d'energie, moto inaishi. Kwa sababu inaona ya kwamba nimeichezea sana kwa mambo ambayo yangeliomba niichezee. Na inaniambia muda wangu unataka fariki chishi ulomo TikTok. Funga na hiyo application. Muda unafanya nini? Unaishi. Leo napenda niulize mtu leo, maisha yako leo unabakia usandaje ngapi unafariki? 20 10 5 0.5. Kama ni 0.5 amefariki. Leo wengi tumekuwa nao hapa, yani wanaendelea ishi maisha yao, wameichezea TikTok, wamecheza na dhambi, wameenda huku na kule, lakini hawapendi kuona ya kwamba Mungu ako anawaangalia, anawaongezea okazio enyo koyeni, lakini zote wanaziweka wapi? Bebe. Aliyetoa fundisho leo asubuhi nilifurahi sana. Alileta fundisho nzuri na nilifurahisha, nilikaa hapa nikasema huyu abarikiwe.
alirejea jambo moja mara na mara, anasema Yesu anasamehe. Haleluya! Ambapo anapenda hiyo habari, tuone mikono juu. Nimefurahia kwamba Yesu anasamehe. Asante. Na alirudia ile neno, hamwezi mkajihesabia haki. Yesu anafanya nini? Anasamehe. Hiyo fundisho napenda nishe niongeze yangu, inakuja kuwa sehemu ya ngapi? Ya pili kwenye hiyo fundisho. Na shairi ambayo ninataka kuwasomea leo, inawezekana wengi hamshawahi soma tangu Biblia iliandikwa, tangu kuumbwa kwa dunia, tangu kuzaliwa kwenu. Kama mnabisha, chukueni Biblia zenu, Waebrania. Ninadhani hii fundisho, hiyo shairi wengi hawajawahi soma. Waebrania 10 fungu lile la 26 na la 27. Wapendwa, Mungu ni kweli anasamehe. Mungu ni kweli, ni Mungu ambaye anasema ndiyo, ninakusamehe mtoto wangu, lakini kuna muda unaofika Mungu anasema inatosha. Waebrania 10:26, neno la Bwana linasema, maana kama tukiifanya dhambi kusudi, kwa makusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. 27, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Ndilo neno la Bwana. Amsemi tena amina. Hayo mseme amina. Nitarejea. Maana kama tukiifanya dhambi kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena nini? Yaani msalaba wa Kristo hauko tena hapo kwa kukusamehe. Haibaki tena dhabihu kwa dhambi yako, lakini inaendelea kusema, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha, inayoshangaza na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wale wapingao. Ndilo neno la Bwana. Kichwa cha fundisho changu leo kinasema, wakati neema inafika mwishowe. Neema inapofika wapi? Mwishoni. Neema inapofika, unaweza jirani yako, neema inapofika mwishoni. Wa sehemu nyingine, ambia yule ambaye amefinya tu. Basi tuombe. Mungu aliye juu mbinguni, kwa muda mchache ambao tunataka kuongea na wana wako na kuhitaji na kualika, wasaidie waelewe fundisho hili na niwasaidie kuogopa dhambi kwa jina la Yesu, amina. Fungu la 27, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha tukiifanya dhambi kwa makusudi. Wapendwa, acha nipeleke kwenye Biblia. Historia ya kwanza ambayo napenda nikuelezee kwa ufupi ni ya wakati wa Nuhu. Watu walikula, wakala, wakanywa, wakajifurahisha. Walijua ya kwamba yale maisha yataendelea namna wanavyokuwa. Mungu aliona ulimwengu wote umechafuka, lakini wanadamu walikuwa wamezani hiyo ndiyo maisha ya kujifurahisha, maisha ya kumkana Mungu na kuenda namna ambavyo wanapenda. Mungu alipoona akasema, hawa watu wameexaggerate, ninamtoa tena neema kupitia Nuhu, inaomba nikawaokoe watu. Nuhu alijenga safina, aliijenga, watu walifika wakamcheka, wakasema, ili Babeli, lile baba ambayo halina akili linajenga safina, ni baba ya wapi? Noa yeye alijenga, akaacha na mlango wazi. Watu ambao walikuwa pale wakaona nyama zinakusha ingia, wakabaki nje. Mwishowe Yesu akatoa tena neema ya siku 7, safina ikiwa wazi. Siku ya 7, sijui kama ilikuwa ku 18 ndio Mungu alifunga. Ingeliwezekana ilipokuwa 16, inawezekana na mlango ulienda ukifungika pole. Neema inafanya nini? Inatolewa. Masani mtu angelikusha kikimbia, angeliingia na kungali sengi miniti. Angeliingia na kungali de. Wala angelikusha anafanya nini? Anajihatatani aingie humo ndani.
mlango ulifungwa. Napenda kukuambia jambo moja, Mungu anapofunga mlango hakuna mtu ambaye anaweza kuufungua. Waliomcheka ni wao walikuja tena baadaye wakagonga kwenye mbao. Kwa mahwa wakawaambia, nimejaribu kuufungua, ninafanya nini? Ninasani hapo vilio mngelikuwa pale, mngelivisikia, ungelilia ukiwa ndani ya hiyo safina. Unasikia nya fulani anaanza lia, tishi no, iwe mwana wa Musa. Nuhu anasema mlango umefanywa nini? Umefungwa. Anasema niliwapatia muda wa kutosha, nikawaambia muungane, nikamwambia mushe kwa Kristo, mkakataa. Mamilioni na mabilioni ya watu walifanya nini? Kutosha watu 8 tu. Watu ngapi? 8. Acha nikwambie ukweli huu. Dhambi kubwa wala kosa kubwa duniani sio dhambi. Kosa kubwa duniani sio nini? Kosa kubwa duniani ni kuzoea dhambi. Amina. Wangapi wamebarikiwa nione mkono juu? Amina. Waona kisa cha pili hapo Sodoma. Ninadhani hiyo historia mnaijua vizuri. Mji ambao ulikuwa umefanya nini? Umeshengwa vizuri. Watu wanaendelea, wanauza, wanahusisha, mambo yote yanakuwa vema. Watu wanapofika pale, mji umejulikana. Commerce numero 1. Lakini pia na dhambi numero combien? Biblia ninapoisoma inanishangaza sana. Wanasema nini? Dhambi yao, makosa yao, sauti za dhambi zao zilipanda zikafika kwa nani? Yaani wangelikuwa watu wa kama wa Amerika, tungeliaje sikia sauti zao, na tuko wapi? Tupatai tumesikia hiyo tena, dhambi zile zimeanza. Ile fusion ya nini? Ni ya dhambi za watu. Kristo akasema trop, mimi mwenyewe ninaenda kufanya nini? Kuona ambacho masikio imesikia, napenda na macho ifanye nini? Ishuhudie. Wale watu walikuwa wanaishi, hawakujua ya kwamba kumbe hiyo siku ndio itakuwa yao ya ngapi? Ya mwisho. Malaika wakafika wakasema, kweli hii mji tumejionea chinga sichi. Wale watu walifanya mambo yao kama kawaida. Walienda msoko bisi wanaendaka, walichamusha chakula, walifanya dhambi bisi wanafanyaka, na hiyo asubuhi hakuna aliyejua ya kwamba ndio siku ya nini? Ya mwisho wake. Moto ulishuka. Siku ambayo hawakuzani na hawakufanya nini? Hawakuwazini. Mstari wa 26, maana tukifanya dhambi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu. Amen. Hao watu wa Sodoma, ukienda ukawauliza, watakwambia habari njema nzuri, watakwambia dhambi unapoifanya inaleta hukumu, na hukumu inafika siku ambayo hauwazii. Bila kuwachosha, nikienda malizia na historia kama ile ambazo nitawaelezea. Historia ya 3 ni kwenye kitabu ya Hesabu 25. Hapa wana wa Israeli wameokolewa na Mungu, wamefika katika nchi ya Balaki. Balaamu wamemuita apate kuwahukumu, kuwatolea laana wana wa Israeli. Mungu anaigeuza kuwa nini? Baraka. Lakini huyo Balaamu akasema, hawa watu kuwaweza, Mungu wao anaweza kuwashambulia. Waletee wanawake wakolie ushingiri, uambie kuna karamu, waite watu kwenye miji yetu. Na kweli wana wa Israeli walikuja, wanapoingia fete ikageuka kuwa nini? The fete. Zambi. Mungu akashirika, akawaua. Biblia inasema kulikufa watu 24,000 kwa siku hii. Ambacho ninakifurahia pale, kuna kijana mmoja, yeye akatoka huko na msichana, akakuya pita kwa Musa, niko naomba ama ingiro motande hiyo usanane liko laji umshikiri. Mwana wa Haruni anaitwa Finiasi akasema trop amini elifu waliko wewe, akenda wakuta huko kwenye ushingiri. Yama la mama baba na mama juu hapo.
unaweza kufa na huko unafanya dhambi. Watu wengi wanasema kwamba yeye tena ndajiokoa. Unaweza kufa ukae kule mshingiri, unakufia motele. Hakuna tena nini? Hakuna tena kweli, unangojea tu moto na upanga wa milele. Hawa na Waisraeli wanatuambia nini? Mara nyingi kuna wakati unakamata avertissement ama habitude. Mswahili angalisho inakuwa mazoea. Mungu anapokuambia attention, attention chami, ekisomo mukikasoma wana bae kasuli hiko kwa chisomo. Nende maana hiyo kande. Mfano wa mwisho, nadhani nyote mmekwisha kujua hiyo mfano. Angalisho baada ya angalisho, pigo baada ya pigo, avertissement après avertissement, angalisho baada ya ingine. Ni baba nikasema mimi simjue yule Mungu, nikafanya moyo kuwa mgumu. Inaitwa Farao. Mungu analiambia tishi, acha watoto wangu waende. Hawataenda. Mungu analipiga. Musa, leo. Trop, mutaenda. Omba ishi. Musa, okay, ninaomba. Ishi. Kesho, Farao hamtoki. Sumekatala, yenye itakuya ni ya nguvu. Habitafika. Mungu, toma tena. Farao tena, iye. Kila mara mpendwa, unapokataa angalisho, Mungu anapokupea, moyo wako unaendelea kuwa mgumu kwa kutojua. Mpaka muda ambao utasahau ya kwamba inaomba usikie Mungu anapoongea na wewe. Mpaka muda utafika wewe mwenyewe Mungu anapokuambia atasio umeikamata kama normal. Wanaposema leo kwa sababu mvua umenyesha tusipige magoti, wewe roho yako sasa inasema hiyo ndio normal. Umesahau ya kwamba inaomba goti zote zifanye. Unapoendelea kukataa, tuimane kukimba. Ngashialahano emichi. Umetoka kwako mumigulu, emichi tu kusimama umude minite, emichi. Wakati utasema michi, kesho yake na kesho yake, watasema tupige na magoti. Iyi, wanuchemba lo elore propre. Hai munga mbale pantalo ye blush. Na huyo mtu Farao, roho yake ilikuwa ngumu. Mpaka muda ambao wana wa Israeli wamesema leo tuende, anasema ile zambi imeenda mbio, inaomba ifanye nini? Ninaenda. Anaenda kuta miujiza. Wameanza na kuvuka maskari 20. Kumbe ile ndio ilikuwa safari ya ngapi? Farao aligundua kuwa ndani ya maji. Kumbe unapofanya moyo kuwa mgumu, mwisho unafariki. Moyo wangu unasema niongeze historia ya mwisho kisha nitoshe fundisho fulani. Kwenye Agano Jipya katika kitabu hicho cha Luka 16, unaweza soma mstari wa 19 mpaka 31. Luka 16:19-31. Kuna historia ya baba moja wa baba wawili, tajiri na maskini. Mmoja aliyeitwa Lazaro alikuwa tajiri na mwingine aliyeitwa maskini alikuwa maskini. Yule tajiri alikuwa na yote, manyumba, magari, mambo yote sawa. Lakini pembeni yake kulikuwa yule ambaye ni maskini. Yeye unapomtazama pale alikuwa na vidonda, anaomba chakula. Yule ambaye ni tajiri pahali amsaidie yule, akasema haviwezekani, sitamsaidia. Siku baada ya siku anakataa. Mungu anasema watikaya saidia wasiojiweza. Anasema no, hizo pesa ni za kwangu, siwasaidie. Biblia inasema siku moja wote walifariki. Walipofariki, yule aliyekuwa maskini Mungu akampumzikisha. Ama ya wale yule ambaye alikuwa tajiri akajikuta wapi? Sieleze hapa ya kwamba mtu anapokufa anaendelea kuishi. Hiyo alisema ni mfano ambao Kristo alifanya nini? Aliutumia. Na yule ambaye ameenda huko kwenye moto alikuwa analilia kitu moshi.
tone ya nini? Ninajua ni kwa sababu inawezekana kati yenu kuna mtu ambaye hii fundisho iliomba aisikie. Amina. Leo wanadamu wamecheza sana na dhambi, wamesahau ya kwamba dhambi inaangamiza. Ndio maana leo unapowaona bahali waikimbie dhambi, wamekuwa na kamsemo kusema nitabadilika kesho, nitatubu kesho, nitashanje kesho, nitabadilika kesho. Lakini Wakorintho wa pili 6:2 inasema kama leo, inasema leo ndio muda mwafaka wa wokovu wako. Haleluya! Inasema leo ndio huo muda. Niliposoma Biblia nilikuja kutanisha ya kwamba shetani unaposoma kwenye kitabu ya Mwanzo haishawahi ambia Adamu na Eva ukila tunda utakufa. Alimwambia ukila tunda hautafanya nini? Hautafariki. Hiyo ujumbe ingali naendelea mpaka leo. Haishabadili. Watu wote wanaofanya dhambi anawaambia tu tena hautafanya nini? Hautafariki. Anawaambia hako kadhambi ni kadogo na tunda tu, litunda hautakula yote, kula kidogo. Ni kadhambi kadogo, ni kauongo kadogo, ni Lakini nyuma ya kila dhambi unayoipenda kuna silaha kubwa ambayo imekuwa sharisha ikikutazama, na marisasi inayokuwa huko ndani inaitwa kifo. Warumi 3:23 Biblia inasema nini? Samahani, Warumi 6:23 shairi linasema mshahara wa dhambi inawezekana ni mauti. Amina. Amsomaje Biblia? Shairi linasema mshahara wa dhambi ni nini? Haishawahi sema inawezekana. Na wanaposema mauti sio ile ya kuanguka hapa ninakufa, sio hiyo mauti. Mauti ya milele, milele na milele na milele, katanda milio ya milele. Wapendwa, kwa nini mnachezea dhambi? Dhambi inaua. Dhambi inaua. Kabla haishabomoa habari njema tunayoibeba. Kimbia hiyo dhambi kabla kanisa letu halijajulikana vibaya. Kimbia hiyo dhambi kabla haishakuua milele na milele. S'il vous plaît, kaka dada, ni muda wa kutubu. Oho mama, ni muda wa kubadilika. Kama leo umeishi kwenye fraud, wizi, s'il vous plaît, toka kule na wewe kuchomea mpine. 40 jour yako inaweza kuwa ni ya kesho ambayo kuna planifia. Kama umekuwa mtu ambaye umezoea pora watu, ni kuchukua vitu vyao, siku ya leo na kualika, ni muda wa kubadilika. Ni muda wa kusema inatosha. Leo siku ya leo. Nimekwisha kusikia pia ya kwamba hata kuna watu wengine wamekuwa matajiri wakijienenda katika dunia, wakienda tafuta esholare frima. Napenda kutangazia kaka dada baba, kama unachihindioma enzoka sijua wewe ukali ya mayai, chikali ya mayai, ni muda wa kutubu. Wale ambao wamekwambia ukitoka kule ushavya pombe eternellement, wanadanganya. Mungu yeye unapokusha kwake anakufanya tena kuwa tajiri. Amina. Kama shetani alikuita huku katika shida hiyo, ni kwa sababu aliona ya kwamba Mungu ana mpango ya kukuokoa. Ndio maana nawaomba ninyi ambao mmemwendea shetani kwa ajili ya kuendelea, kwa ajili ya kuuzisha sana, leo hiyo ndiyo neno ya maana. Leo msipotubu, inawezekana mtafariki vibaya. Leo ni muda wa kutubu. Wengi wenu umekuwa wa kuchelewa kanisani, umesahau ya kwamba hiyo ni dhambi kama zingine. Mungu anapokuambia witerekenzo maniko kwa chisoma, unapokataa ni dhambi kama zingine. Mungu anapokuambia chunga semina, ni muda mdogo, leo ni siku yangu, wewe unaenda, ni dhambi kama zingine, hata kama unaona haiko ya maana.
kwa sababu tunaamini ya kwamba wazee wanapofika hapa, akisema neno ni Mungu yeye mwenyewe anayesema, na anaposema mshiayo vitumbe, unatoka unaenda. Napenda kukutangazia hiyo dhambi inaweza kukuua milele na milele. Wanapokuambia kukama, wewe unaona ya kwamba nguo yako ni ya maana, rudi kabla Mungu haja kukashirikia na kukuua hapo hapo. Kuna mtu aliyeitwa Uza, aligusa mara moja tu akafariki. Na walika na wasii, ni muda wa mabadiliko leo. Kama leo umesikia habari hiyo, ni muda wa kubadilika. Ubadilike kabla shida haijaingia katika maisha yako. Wengi wenu wamewaelezea mtoe zaka na sadaka. Mungu amesema atalinda vitu vyenu. Inawezekana mpaka leo anaendelea kulinda vitu vyenu, siku baada ya siku. Anasema acha tena nimulindie. Kuna siku ambayo ataacha vitu vyako na vyote vitaisha. Na utajiuliza balaa inatoka wapi? Kumbe ulicheza na neema muda mwingi. Inawezekana sitataisha dhambi zote siku ya leo, lakini ninajua Roho Mtakatifu ako ananena na kila mmoja wenu. Ako anamwambia dhambi yake, anamwambia Baba, umekuwa makali sana, punguza. Kuna siku ambayo utastuka kwa ajili ya umakali wako. Umesema neno, mama anasikia tasura, anafariki pale pale. Kuna siku ambayo utastuka, umesema neno, umechukua na jiwe kofi, mtu anakufa pale pale, na utaliaka milele na milele, na hakuna tena muda wa kumfufua. Tangu nizaliwe sijawahi ona pastor ambaye amemfufua mtu. Sijawahi kuona. Mama, umeita watoto wako ni nguruwe. Badili yale maneno. Kuna siku atageuka kuwa nguruwe. Sifanye mzaha, ninasema kwa kweli. Kuna namna ya kuwa mama wa kiroho, mama wa Kikristo, mama ambaye ulimwengu wa leo unahitaji. Dada zangu, tukishia kwa masomo ni dhambi kama zingine. Ninawaambia kwa ukweli. Mungu amesema mjisaidie na mimi nitafanya nini? Nitakusaidia. Hawajisaidie hivyo. Kila mara Mungu anakuambia tishi kuanzia primaire ukatrishe wama liko mukatrie cinquième tishi acha. Wewe unasema leo tena nitabeba bomba. Kuna siku itaharibisha maisha yako yote, utajulikana vibaya. Wakunywa pombe ni muda wa kutubu. Kabla wajaenda wachukua kwenye viwiko. Kabla hamjakufa watuko ambako mlienda, unaenda fariki kule. Kabla hujaenda kata shombanza kule, ni muda wa kumrudilia Bwana. Haleluya. Biblia inasema leo. Sijui kwa nini Mungu alipenda fundisho hili lifike hapa kwa siku ya leo. Lakini nimejua ni kwa ajili ya mmoja wenu ambaye alihitaji fundisho hili. Mungu amemwambia umecheza sana na dhambi. Umewaza mimi ni Mungu ambaye anasamehe kila siku. Ndiyo, lakini kuna wakati ambao nami ninachoka, kwa sababu nilikungojea muda wa kutosha au kurudi. Kaka, dada, mama, nani anaamua leo akisimama kuonesha mbele ya Mungu na wanadamu akisema Yesu, ninarudi. Utakuwa ukisimama wasema Yesu, ninajua ya kwamba inawezekana nimekosea siku mingi, nimenenda nyuma ya mapenzi yako. Dhambi nyingi ninaendelea kuzifanya kama kawaida. Amaandalio nawe italukaku omulichiro ngataluka. Nimeona kama ni kawaida, nitaenda nishitahidi tena. Kwa dhambi ile nayo ambayo ninaifanya, nitapima tena kwa sababu nimeelewa. Asante Baba, asante mama, ubarikiwe na Yesu Kristo. Asante sana, ubarikiwe. Asante sana, amani ya Yesu Kristo kwa kweli iwe pamoja nasi sote. Kwa sababu hiyo ndio ujumbe ambao Mungu alipenda usikie leo. Ni muda wa kuikimbia dhambi na kutoka asabu usibakie tena kule. Ninapomalizia napenda nikwambie haya maneno matano, mafundisho haya. Ya kwanza, Mungu anamsamehe mkosaji anayeomba msamaha, lakini hanegosie na dhambi milele na milele. Hiyo uisahau. Anakusamehe unapotenda dhambi, lakini hanegosie na dhambi milele na milele. Fundisho la pili ambalo napenda uliandike vizuri ni ya kwamba dhambi inaahidi tu ya kwamba itakuletea furaha, lakini inaleta gereza. Hiyo jambo uiandike vizuri. Inakuahidi furaha, lakini inakuandikia faktiri ambayo unaweza kulipa milele na milele. Jambo la tatu, neema ya Bwana ni mkubwa sana, lakini haikutume uendelee kufanya dhambi.
kwa kweli ni kubwa, hatuwezi tukaihesabu, lakini usicheze na neema kuendelea katika dhambi. Jambo la nne, mara nyingi unaposema hapana kwa Bwana, roho yako inakuwa ikifunga masikio kwa kutusikia sauti yake tena. Kila mara anapokuambia fanya hili ni la mzuri, unasema hapana, unakuwa unafunga moyo wako kwa kutuisikia vizuri. Fundisho la mwisho linasema hivi: watu fulani walikufa katika gharika, tumeiona. Wengine walikufa katika moto, wengine walifariki katika mapigo huko Misri. Lakini hawa wote, napenda usikie hapo vizuri, hawa wote walipewa angalisho kabla ya hukumu. Tuombe. Mungu, umetupa angalisho leo, tusaidie tubadilike kwa jina la Yesu, amina. Mungu atubariki, tutakaa